Udanga kote huko nimepata sehemu ugali wa bure, alafu ni uchezee. Unaweza kaniambia hapa shoga yangu unanitia mbisha nikitoka hapa shoga yangu kastilika. Nafika siku mbili shoga yangu unarudi tunarudi yote. Kwa wiki hizi nakuletea majibu yule talaka ataipata. Wow. Nashukuru mwenzangu nikija pale Yaani nataka simpi nafasi leo. Sana najiona. Shoga yangu nikifika mtaani habari watapata. Mambo ya. Karibu. Asante. Pole na safari. Asante sana. Karibuni. Habari. Kama chakula kati chunguni upike. Alafu umemhitaji huyo? Mume wangu. Unanishebedua mume wangu. Lakini kuna tatizo gani bwana? Ndio. Niko chumbani. Hivi. Hichi ndio alichokuja nichukulia kwetu, si ndio? Hivi wewe mwanaume una akili timamu kweli? Mimi nahisi kama waya moja umekukatika hivi. Zunguka yako yote. Hii nyumba umefanya Gwanguro, si ndio? Hii nyumba nakuuliza Gwanguro? Hebu nisikilize mke wangu. Sawa, mke wangu, naanza kukuelewa lakini bado sijaweza kukutambua zaidi. Ulikuwa na maana gani? Nataka kujua maana zaidi. Kwa hiyo wewe hapa ndani unaweza kuleta mwanamke hapa ndani tunapoishi mimi na wewe? Yaani wewe umekuja kunichukua kwetu kwa kuja kunionyesha unavyoishi na malaya mwenzio huko ndani, si ndio? Halafu hivi kweli wewe mwanaume wewe una roho ya aina gani? Kwa hiyo umezunguka uko ulikotoka umepata vipesa, unkuja kunifanyia mie jeuri hapa, si ndio? Kufika hapa na kutomeka mwanamke ndani. Hivi kweli? Hebu naomba unielewe kitu kimoja mke wangu. Tambua mimi nakupenda toka zamani na nimekusubiria kila kitu ndani ya moyo wangu. Maisha yangu yote kiufupi naelewa. Sitaki kikuume hichi kilichotokea. Lakini huu sasa ni uamuzi wangu wa kutafuta mke wa pili. Mimi ni mtoto wa Kiislamu. Ninachotakiwa ni wake wanne. Nimeona tu ni chaguo langu niongeze mke wangu wa pili. Bila ya kushauriana, si ndio? Kwani kuna ubaya gani? Sikia mke wangu, nikwambie kitu kimoja. Kwanza ningependa utambue kwamba wewe ni mdogo wako. Sawa? Mdogo wangu? Kwa hiyo ninachokuomba kitu kimoja. Huyu mheshimu kama mdogo wako. Maana yeye amekukuta. Mdogo wangu tumetoka tumbo moja mpaka wewe mdogo wangu. Tumeshia damu. Sasa wewe si dada, ni mke wa kwanza. Amekukuta. Na wewe pia mimi nakupenda. Usishike. Kama hicho ndicho kilichokufanya leo nichukue kwetu kuja kunionyesha huyu mbuzi mwenzio. Asante. Na naondoka. Wewe ngoja kwanza mke wangu. Usisahau viatu vyako. Kwani yako mimi nitambuzi nitaki. Nishinda kumjibu yule sio? Hebu sikia basi. Huku kuna tatizo na nataka kuniongezea tena tatizo. Maina, mbona uko hivi lakini na wewe? Nitarizikikaje mimi kukubali wewe uitwe mbuzi? Amna, usiyasikie. Sabe. Nakuomba. Wow. Na mimi pia. Hichi ni kipigo. Mama bado, hichi kipigo.
Mariam. Uipo. Mama. Koni jamani. Kiukweli mama tumemkuta njiani hapo kwa jinsi alivyo. Tuko na watu tumsaidie na kumleta hapa nyumbani. Yaani mkuta peke yake? Peke yake. Peke yake tukamchukua na kumleta hapa. Asanteni, tunashukuru jamani. Haya sawa mama, tunaona sasa bora acha tukuacheni sasa tuendelee na safari zetu. Haya, asante sana. Haya sawa. Unielekeze hospitali. Haya, asante. Tatizo nini Mariam? Kuna mshikaji anaitwa Roja. Au vipi? Si ushaelezea kila kitu jamani? Babu mimi nishaeleza kila kitu. Hapa Hapa jukumu la kwako wewe tu kugawa kazi. Sawa, basi kwa hiyo mwanangu mimi kila kitu ninachohitaji mimi nitaweka sawa. Lakini mshikaji mimi ninachotaka vipi? Amalizwe. Umeelewana babu? Mtashirikiana na mshikaji. Mtakuwa mko pamoja pale. Au vipi? Basi pamoja basi. Sasa ndugu, Sawa, mimi nimekuelewa. Wacha tuifanyie kazi. Ila unajua kaka, hii kazi ingepeza. Sijui mali pake itakuwa vipi. Usijali mwanangu. Wewe mwanangu mwenyewe na hawa pia ni wana. Au vipi babu? Ndiyo. Kila kitu kitakuwa kiko poa. Okay, poa. Au vipi bwana? Hamna shida. Shwari mwanangu. Kazi imeisha. Poa. Sale vipi kuhusu ndugu yetu, na nasikia anaumwa hali mbaya.